Karibu katika LED Sports Update. Kwa nami Boni. Na mimi naitwa Kalu bana. So tunataka Lakini sina jezi, unaweza kuwa nitafuta. Mimi ni wa Manchester City. Wale tulipiga. Sawa bana. Lakini tuko juu yenu. Sawa. So tunataka tufanye tu uchambuzi wa zile game ambazo zimechezwa weekend hii. Na tutaanza na zile game za Saturday. Saturday kulikuwa na game 5. Ambapo game ya kwanza ilikuwa Everton Brighton Hove. Ilikuwa ni Brighton na Everton. Game ya pili ilikuwa ni Leeds na Arsenal. Game ya tatu Wolves Bournemouth, alafu ya kuna Chelsea West Ham, alafu kuna Newcastle Manchester United, Liverpool. Hiyo bwana timu kubwa sasa. Yana timu kubwa, nataka tu wakati wote uitajetaje. Unajua nimesema Manchester United sababu nyote mnavaa red, alafu pia nyote ni wabovu sasa. Sisi wote ni wabovu. Yaani mbovu anaweza kupiga. Bila. Sio unamwachia kidogo pale ajisikie kwa nyumbani. Yaani wewe unapigwa makonde lakini unamwachia kidogo ajisikie nyumbani. Anyway, unasemaje kuhusu game ya Everton na Brighton? Game ya Everton na Brighton, mimi nilitarajia kwamba katika uchambuzi wangu uliopita nilitarajia kwamba hii game inaweza kuenda draw kwa sababu hii game ilikuwa ni ya tuseme viwete wawili ambao wako huko mid table huko. Wakati huo Brighton iko huko chini. Everton nayo bado inasuasua, inajikokota. Kwa hiyo kulingana na mimi nilikuwa nimeipa upper hand hii Everton, lakini waliweza kutoka sare. Na kwa sasa Everton iko namba 9, Brighton iko namba 13. Je, unaona hizi timu hizi mbili hizi zinaweza kuleta ushindani wa ile first page ya Premier Table? Mimi chini kuna uhakika nacho ni kuwa at the end of the season hizo timu zote mbili zitakuwa ziko top page. Zote zitakuwa ziko inside top 10. Brighton na Everton. Kuna watu huko juu watatoka. Ndio ni jambo ambalo niko na uhakika nalo. Kuna mtu atapisha Brighton. Sijui ni nani, acha niangalie. Sijui ni nani lakini najua kuna mtu atatoka. Kuna watu kama kina Fulham, kina Brentford, kuna kina Sunderland ambaye siku hizi naye alitoka relegation lakini anaweza akabaki. Lakini kwenye Fulham na Brentford kuna mmoja atapisha mtu. Na mmoja atapisha mtu. Apishe Brighton au Brighton ndio uko namba 13 akiwa na alama 31. Na huyu mwenye unamtaja huyu Fulham yuko namba 8 na alama 34. Hizo ni lose game moja, huyu mwingine ashinda game moja, atakuwa ndo amefikia. Kazi rahisi. Possible. Unajua tukiangalia pia Fulham, tutaangalia Fulham baadaye. Tunaona Fulham walicheza Sunday. Na ukiangalia katika lineup hii lineup ya Brighton kuna wachezaji ambao walikuwa wamepata injuries, sasa hizo wamerudi. Naona Mitoma amerudi. Kuna Ayari naona wamerudi. Kwa hiyo ulichosema kwamba hawa wanaweza wakapanda kule juu, wako na possibility ya kurudi. Inaweza kuwa kweli. Na unaongeleaje game ya Leeds na Arsenal? Kwa sababu watu wengi walisema Leeds amesumbua, Leeds alipiga Chelsea, Leeds akapiga. Kuna timu kubwa ambazo alizipiga kabla hiyo game. Alidraw na Everton, akaipiga Fulham, akaipiga Derby, akadraw na Manchester United, akadraw na Liverpool, akaja akaifunga na Chelsea 3-1. Watu wakawa wanatarajia, wanasema kwamba hii inaweza kumsimamisha Arsenal. Walikuwa na possibility ya kumsimamisha Arsenal. Ukiangalia Arsenal ni wazuri sana. Ni timu zingine ndio ziko off. Lakini Arsenal hawako vizuri. Hata ukiangalia game yao na Man U iliyopita walifunga 1 goal. Kuna ile bao la kwanza ilikuwa ni on goal la Martinez, alafu ile la pili wakabambanya pale wakapata. Sasa juzi pia ilikuwa hivyo. Walianza na on goal wakabambanya wakapata bao lingine. Lakini mtu wa Arsenal ataargue, atakwambia
nini yatwaje, vita ni vita, hata mtu kimuuma lakini wale the real Arsenal fans wenye wanaelewa mambo vile yako atakwambia sisi tuko vibaya, because hamwezi tegemea on goals kwa game 5 zikifuatana. Ukiangalia sasa hii top scorer wa Arsenal ni Gyökeres ako na 6 goals, wa pili ni on goal ako na bao 5. Sasa wametegemea maplayer, lakini pengine hiyo ni tactic yao ya wao kufanya nini, kushinda, pengine ni tactic yao. Ile una confuse mtu na unajipiga on goal mwenyewe pengine, lakini mimi naweza sema okay, Arsenal ni sawa, sema tu ni ile tuseme consistency ndio hawana, ama ni ile kutaka kila ligi washinde wao, kwa sababu wako wanataka, anakwambia anataka ashinde UEFA, anataka ashinde Premier, anataka ashinde UEFA, ashinde kila kitu. Hajajua kwamba anataka nini, anataka nini, kwa sababu angekuwa yani yeye ana focus tu na kama ni ligi naenda na ligi. Of course kule UEFA kule hawezi kule, kwa sababu kule watu wakubwa hawezi kule. Nasema kule kuna wenyewe, kwa sababu anaenda hivi, anaenda vizuri. Kuna time ilikuwa amepeana gap, lakini naona sasa hizi hiyo gap inaenda ikipungua kwa sababu ya mistake tu ndogo ndogo ambazo anazifanya. Lakini Arsenal yuko na defense nzuri pale nyuma, kuna Gabriel, attack hakuna kitu, kuna Saliba. Attack swali nunua Gyökeres. Gyökeres wakanunua Eze. Sasa wanashindana na on goals. Eze, unajua Eze asingefunga ile hat-trick game ya Tottenham wao wako na bao moja hii season. Kweli. Sababu wako na bao 4 na alifunga hat-trick game moja. So it means game zingine za mechi hapo katikati bure. Kwa hiyo wajiangalie vizuri. Wajiangalie sana tena sana. Otherwise ligi inaweza washinda. Penye imefika tu hapo. Kweli. Na inaweza washinda tu na pointi moja tu. Moja ama mbili ama goal difference ama hivyo, kwa sababu hawa wanaenda hivi, kuna mahali inafika tu wanachoka tu. Sasa ukiangalia game ya Wolves na Bournemouth, mimi nilitarajia kwa Bournemouth washinde kwa sababu walitoka kupiga Liverpool. Na Wolves iko ya mwisho, iko namba last kabisa kwenye jedwali ikiwa na points 8 baada ya game 10 na ngapi, game 24 iko na points 8. Kwa hiyo vyovyote vile mimi hata nilitarajia kuona mabao mengi, lakini ndio hivyo, tuseme walibahatika. The Wolves walipanda daraja kuja kupeana points. Wolves hata sijina. Kuna timu ilipigwa na Wolves. Iko tena timu kubwa sana. Ilipigwa na Wolves, timu kubwa hapo. Naona kuna gani? Wolves ilipiga West Ham, ikadraw na Manchester United. Lakini West Ham pia wako. Ikadraw na Everton. Wamesumbua. Lakini hawajasumbua, points 8. Sema tu Manchester United hapo wakati wakiwa na Amorim walikuwa wako. Unaweza Manchester size kama ile ya zamani. Tutafika tu sasa, ni Manchester mpya, lakini tutafika tuongelee. Kiangalia game ya Chelsea na West Ham, red 2 kwa West Ham na Chelsea, comeback ya Chelsea unazungumziaje? Mimi naweza sema tu okay, unajua Chelsea wako na ile kiherehere cha kocha mpya. Kocha mpya anajaribu kuleta mambo mapya, anajaribu change tactics pale. Tunaona kidogo kuna change kwenye ile timu. Lakini hata hivyo West Ham pia nao nasema kuna mchezo. West Ham wanacheza ni kama hakuna kitu wanatarajia ama kitu wanataka. Hawezi tupa 2-0 lead mpaka uje urudi upigwe hiyo. Upigwe nini? Ukiangalia Chelsea wenyewe ni mara yao ya kwanza in their life. Mara yao ya kwanza kabisa kwa klabu ianzishwe mpaka sasa hivi. Kutoka nyuma bao 2 na kuja kushinda hiyo game. Ni mara ya kwanza. So hicho kinakwambia sasa Chelsea ni wakali. Inakwambia kwa West Ham wamejisahau. Walikuwa wamelala. Walizembea. Walicheza tu ile wakafunga. Alafu wakajisahau. Wakajisahau kwamba hawa wakaona yenyewe wakarelax. Yaani zile bao na kama walifunga bahati mbaya. Kuna ile motisha fulani yenye wanakosa. Hawana ile morale ya kuwin games. It's like hawana ile urgency. Hawana. Yaani tunacheza tu game kutoka game zetu 2038. Hatupe kalenda ya FIFA, lakini hatupeani walkover. Tucheze tu. Sawa, game ya mwisho Jumamosi ilikuwa ni ya Liverpool na Newcastle. Liverpool ina suasua sababu sasa hizi iko namba 6, iko na pointi 39. Lakini ikabidi wapige Newcastle kwa sababu ndio kidogo waike matumaini yao ya kwa pale top 6, kwa sababu sasa hizi tungekuwa tumeisahau. Sema tumaini. Hiyo ilikuwa hasira kupiga mtu mwenye amekuibia. Walikuwa unajua Newcastle baada ya kupigwa na Bournemouth wanakuja wanatolea hasira
Newcastle. Sasa hii hasira yao ilikuwa iko na vitu viwili sana. Hasira kwa amepigwa kule, alafu huko hasira kwa mlituibia. Mkatuje striker mwenye siku sijui ako wapi. Isaka. Sasa yeye ndo Isaka amepotea kabisa. Ule striker mwenye alikuwa mnunuliwa kama backup striker, sasa ndio striker walivyokuwa wamemtegemea. Kitike. Kitike. Lakini ule mwenye alikuwa amemnunua amemtegemea hayuko. Now ya to be seen. Oh, okay. Hiyo ndio ilikuwa ni analysis ya game ya Jumamosi. Sijui kama Liverpool bado yuko kwa shindani. Liverpool tumtoe kwa race. Ndio kwa kombe. Na sijui by the way, sijui shida ya Newcastle ni nini this season, sababu Newcastle nikiangalia Newcastle wako sawa. Wako na karibu kila mtu ndani. Walifanya signings ya kina. Kuna huyu mchezaji mmoja ambaye alikuwa yeye karibia kila game anacheza, anafunga, lakini naona siku hizi wameanza kumweka bench, sijui kwa nini. Yule Mjerumani Walter yule alikuwa kila game kwa sababu yule ndo alikuwa ni kama amekuja kama replace Isaac. Lakini baada ya kina Wisa kina nini kurudi, naona wameanza kumweka bench. Sijui kama wana plan gani, na tangu aanze kumweka nje ndo mambo yameanza kuendea mrama, wanafungwa. Labda tuseme ni kujisama, kocha anajaribu kuchange tactics. Unajua sawa, watu wengine kocha anajaribu kufanya experiments, angalie kama huyu player hapa nikimweka hapa anaweza, hapa anaweza. Unajua hizo ndio mistakes zenye sometimes unapata zinapata experiment kwa Premier. Approach kitu ya kufanya unaleta experiments kwa game. Hiyo ndio shida sasa. Unajua kawaida ya coach unafaa kufanya experiments zao kwa training. Kwa training ndo najaribu huyo mtu vipi hii position anaweza. Mimi mara nyingi silaumu kocha nikiona ameweka mtu bench, sababu amekuwa na players kwa training wiki nzima. Sasa uwezi niambia utachukua mtu mwenye unamuona hii wiki yote hajakuwa akicheza alafu uje umweke game. Lakini Maino bro alikuwa amewekwa bench na Amorim, lakini saizi unaona tangu Carrick aje anamchezesha 90 minutes na ana deliver. Huoni kama kuna ile tutakuja tufike hapo. Na hapa issue ya kocha Ancelotti na Salah, sijui kama saizi wamesolve ama bado wako na issues zao, kwa sababu Salah alikuwa amefume kwa sababu anasema mimi ndije nimekuja hapa lakini sipewe heshima yangu. Sijui kama unajua kwa sababu nimeona alianza kwenye hii game na akadeliver akatoa assist. Unajua sasa ngombe ukweli, mimi huwa sipendi kuingilia mambo si player legends nini. Kama tunataka results na results zinataka wao nje mambo ya legend wewe weka kando. Salah amebeba ni kama sasa hii mimi kama fan wa Man City every game mimi nataka Rodri acheze nje. Ni kweli amefanya kazi kubwa pale, amecheza, ametuwinia Champions League yetu ya kwanza, amewin Ballon d'Or akiwa Manchester City. Akaiba Ballon d'Or ya Vini. Maana sasa hizi mko na laana. Na wewe Vini. Yeah. Sorry for another day. So hiyo ndio ilikuwa analysis ya game za Saturday.